Yo, kunaendeleaje familia ya Popcorn? Hapa ni mshikaji wako Chuga, na leo tunazamia moja kwa moja kwenye kichaa safi. Gonga hiyo kitufe cha kusubscribe, chukua vitufino vyako na tuende moja kwa moja kwenye trip ya sci-fi ya hatari. Wazia picha hii. Mshikaji wangu Miki anazinduka kutoka kwenye koma. Alafu kitu cha kwanza anachokiona ni nini? Anavutwa polepole ndani ya pango la kutisha na mdudu mkubwa wa kutisha. Kufikia hapa kichwa cha Miki kiko kama bro, tayari nimekuwa chakula cha maiti vyovyote ivavyo. Kwa hiyo analala tu hapo, amepotezea kila kitu, huku kundi la wadudu wadogo wenye njaa likitambaa mwili mzima. Geuko la ghafla, hawa viumbe wabaya hawamtafuni hata chembe. Badala yake wanaanza kulamba kiganja chake kwa upendo kabisa, kama vile wana shauku kubwa ya kumjua huyu kiumbe ambaye hawajawahi kumuona maishani mwao. Wakati Miki anavunjika kichwa kujaribu kuelewa nini kinaendelea duniani, yule mdudu malkia anageuka ghafla na kuanza kumbeba kurudi juu kwenye uso wa nchi kavu, kisha akaamuru watoto wake wamtupe mbali sana. Sasa Miki hana wazo lolote kwa nini hawa wanyama wamemwacha hai, lakini ukweli ni kwamba hana hata muda wa kupumua, kwa sababu hana mpango wa kupona kwenye hii sayari ya barafu ya kigeni peke yake. Kwa bahati nzuri, gari la wachimbaji madini linapita hapo karibu. Miki anajirusha nyuma, anapata lifti na anarudi kwenye kituo kabla hajakuwa barafu kabisa. Kwa hiyo Miki anapiga hatua kuingia chumbani kwake, anabadilisha nguo akijuri yuko salama. Lakini ghafla, kichaa cha kisaikolojia, toleo jingine lake liko tu limelala kitandani pake likimuuliza swali la moja kwa moja. Kwa nini hujafa? Bro, nini? Ngoja nikwambie jinsi tulivyofika kwenye huu ugonjwa wa akili. Katika siku za mbele huko mbele, wanasayansi hawa vichaa waligundua teknolojia ya kuchapisha binadamu. Tunaongelea kuhamisha taarifa zote za kibiolojia na kumbukumbu za mtu moja kwa moja kwenye mwili mpya uliopigwa kloni. Inasikika poa, sivyo? Kumbe dunia iliona ni kitu chenye utata mkubwa hivi kwamba uongozi wa muungano uliamua kuitumia pekee kwa ajili ya misheni yao ya kutafuta sayari mpya za kukaliwa na watu. Walihitaji viumbe vya majaribio kwa ajili ya meli ya Pioneer, watu waliowabatiza jina la Expendables, watu wa kutolewa muhanga. Na Miki alijitolea, alinyosha mkono kwa ajili ya kazi ambayo hakuna mtu mwingine mwenye akili timamu aliyetaka kuifanya. Kwa nini? Kwa sababu alifikiri, haya, mradi tu kumbukumbu zangu zimehifadhiwa kwenye wingu, hicho kichapishi kitanifanya nisiweze kufa kabisa, sivyo? Inaonekana Miki alijichezea mwenyewe. Wanasayansi wa kwenye meli hawakuwaona hawa jamaa kama binadamu hata kidogo. Siku ya kwanza tu walimtoa Miki nje kwenda kwenye anga la wazi bila suti maalumu ili tu kuandika kumbukumbu za muda gani mwili wa binadamu unaweza kuvumilia viwango vya mionzi inayoua. Kwa sababu angeweza kurudishwa tu kwa kuchapishwa upya, Miki aligeuka kuwa panya mkuu wa maabara. Hakuna aliyejali mateso aliyopitia kabla ya kila kifo, isipokuwa Lucy. Baada ya muda mrefu wa safari ngumu, hao wawili walipendana kweli kweli. Twende mbele hadi walipofika kwenye ile sayari mpya ya kikoloni. Kamanda alimtuma Miki mara moja kuanza kupima ubora wa hewa. Pumzi moja tu, kifo cha papo hapo. Kirusi kisichojulikana kilimuua mara moja. Kwa hiyo wanasayansi wanafanya nini? Kufanya majaribio baada ya majaribio. Kila alipokufa walitupa mwili wake kwenye tanuru kama taka. Haikuwa mpaka Miki 17 alipochapishwa ndipo hatimaye walifanikiwa kutengeneza dawa ya kuzuia virusi hivyo. Kutatua tatizo la kupumua hakukuwa na maana ya kuwa salama kabisa. Kamanda alituma kikosi cha mbele kwenda kukagua mazingira, na unajua nini kilitokea? Walitembea moja kwa moja mpaka ndani ya pango na kuamsha kiumbe cha kutisha kilichokuwa kinalala. Kwa hofu, wakaanza kupiga risasa, na sio tu kwamba walikosa shabaha, bali waliamsha kitu cha kutisha zaidi. Wakati wanatimka mbio kutafuta mlango wa kutokea, wakala wa kike aliyekuwa nyuma kabisa alipondwa na barafu iliyoanguka. Kamanda alipojua hilo alikasirika sana na kumtwika Miki lawama zote, kwa sababu kwa mtazamo wake aliyetakiwa kufa alikuwa yule expendable Miki. Baada ya hapo kamanda hakutaka tena kuhatarisha kikosi chake maalumu, kwa hiyo akamweka Miki zamu ya doria 24/7 mpaka atakapoleta mfano wa wale wadudu wa kutisha wa pangoni. Bila shaka Miki alikuwa na ujuzi wa sifuri wa kuishi mwituni. Hakwenda mbali kabla hajaanguka kwenye pango jeusi giza totoro. Alipozinduka aliona rafiki yake amesimama pale na akadhani labda huyu jamaa atamsaidia na kumrudisha kwenye meli. Lakini kwa rafiki yake maisha ya Miki hayakuwa na thamani kuliko hata ile silaha aliyoiacha ikaanguka. Kwa nini uhatarishe maisha yako kwenye misheni ya uokoaji wakati unaweza tu kumwacha afe? Hakuna hata mmoja wao aliyetarajia yule mdudu malkia mkubwa angeibuka na kuchagua kumwacha Miki aishi badala ya kumla. Na kitendo hicho kidogo cha kupona kikasababisha kichapishi kilichoko kwenye meli kutoa Miki 18 kabla ya wakati wake. Hapa ndipo sheria kuu ya muungano inapokuja. Hiyo inamaanisha kama hawa jamaa wanataka kuendelea kupumua, mmoja wao lazima amalize mwenzake. Akimwona Miki 18 amesimama mbele yake pale pale, ukweli unampiga ngumu. Bila kupoteza muda, Miki 18 ananyosha mkono, anakamata dhabili nzito, anamtazama usoni moja kwa moja na kujiandaa kupiga pigo la kwanza. Na hapo ndipo tunapowaacha familia. Drop comment yako hapo chini. Kama ungekuwa kwenye viatu vya Miki, ungefanya nini? Hakikisha unagonga hiyo kitufe cha like, subscribe kwa ajili ya maelezo zaidi ya vichaa vya sinema, na nakuona kwenye video ijayo. Amani.